sababu tunakuabudu, ndio sababu tunakuinua, ndio sababu tunasema wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu. Pokea sifa zote Bwana. Asante Mungu wetu, asante kwa sababu ya kila kikundi. Umezidi kutenda mema nasi, umezidi kutubariki, neema yako imeshuka katika huduma zetu. Pokea sifa zetu adhuhuri ya leo. Asante Mungu wetu, zidi kututumia Bwana. Pendeza na huduma yetu, pendeza Mungu wetu na huduma yetu, katika jina la Yesu Kristo. Umbali huu Bwana ni mkono wako, umbali huu Bwana ni neema yako. Hivyo tunakuabudu, tunakuinua. Asante kwa neema ya uponyaji. Wapendwa wetu wamelazwa hospitalini na wamepona kwa neema yako. Walio bado wa hospitalini, tunanena neema hiyo ya uponyaji ikawafikie katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu kwa sababu umekuwa wa kufariji familia ambazo zimepoteza wapendwa wao. Tunazidi kuomba Mungu wetu uwashikilie kwa mkono wako, kwa sababu wewe peke yako ndiye mfariji ambaye anaweza kutufikia. Hivyo Bwana, zidi kutenda mema kwa maisha yetu. Asante Mungu wetu kwa sababu ya watoto wetu ambao wamekuwa shuleni na sasa wamefikia wakati wa kupumzika katikati Mungu wetu ya muhula huu. Wengine wamekwisha fika nyumbani, wengine watafika nyumbani wiki hii. Tunawaombea Bwana, wanapokuja uwape wakati mzuri wa kupumzika katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, walinde wanaosafiri kutoka mbali na karibu. Neema za barabarani zikawafunike katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Asante kwa viongozi ambao umetupa. Tunazidi kuombea rais pamoja na makamu wake na wote wanaofanya kazi pamoja nao. Tunaomba Mungu wetu wajalie na hekima yako. Tunaomba Mungu wetu wape hekima ya kuiongoza nchi hii katika jina la Yesu Kristo. It has not been easy, but we pray that our Father and our God, that you will continue to remember our leaders. Heavenly Father, in the name of Jesus. Katika nchi hii tumeshuhudia mambo mengi, umwagikaji wa damu na hata mauaji. Tunasimama katika pengo Mungu wetu, tukikataa kila roho ya umwagikaji wa damu, kila roho ya mauaji tunaikemea katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Mungu wetu utulinde tunapoendelea na shughuli zetu. Bwana, endelea kutulinda, kutuongoza katika mapenzi yako. Asante Mungu wetu, hata kwa mataifa mengine kama vile Iran na Israeli, Mungu wetu, tunajua kule wameshuhudia vita, uharibifu wa mali na hata watu kuuawa. Taomba Bwana ukakumbuke Israeli, kwa sababu Israeli ni taifa lako. Mungu wetu, uponya nchi hiyo, ponya Iran Mungu wetu, na hata mataifa mengine yanao shida ya vita. Bwana, yakumbuke katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu, zidi kututenda mema, zidi kutenda taifa hizo zilizo na vita wema wako. Mungu wetu, neno lako limetuahidi ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na vita, mataifa yatashambuliana moja kwa nyingine. Mungu wetu, kama tumefikia wakati huo, tupe neema ya kustahimili yote na kuimarisha imani yetu tunapokungojea Bwana. Tunakushukuru Mungu wetu adhuhuri ya leo. Tunapojiandaa kusikiza neno lako, ninaomba Bwana, nyamazisha sauti zote zinazotusumbua wakati wa kusikiza neno lako, na utupe kutulia mbele zako, maana tumekuja Bwana ili utuhudumie. Tunakiri makosa yetu kwa sababu sisi sio wema mbele zako, na tukubali kwamba mara nyingi tumekutenda uasi, tumetenda dhambi mbele zako. Kwa unyenyekevu mwingi tutubu na kuomba msamaha Bwana, ili ibada hii ikakupendeza. Hivyo uinuliwe Bwana na utukuzwe. Tunapoendelea na sehemu ambayo imesalia ya ibada hii, Bwana, zidi kutuhudumia, maana tumeomba yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, tunaomba. Amen, amen. Ulio mbele zetu, kama vile imetangazwa, leo ni siku ya kupokea meza ya Bwana.
Natumai ya kwamba tumejiandaa kwa ajili ya kushiriki meza hiyo. Nilitaja kwa ibada ya kwanza nilipokuwa ninajiandaa kuzungumza neno hili, Mwenyezi Mungu alinikumbusha jambo lililonitukia wakati mmoja nilipokuwa ninasoma pale chuo cha Biblia cha Scott, na pale tulibarikiwa kuwa na walimu kutoka injini na wengine kutoka upande wa Marekani na kwingine kule Australia. Kwa hivyo this fateful evening nikawa kwa mawazo yangu ninatafakari kutembea kwa chumba cha mwalimu mmoja jioni kwa ushirika, na labda niweze kushiriki pamoja nao supper, sababu when you are a student, food is very important. Food is not just food. Food is everything. Na kwa hivyo nikachagua kwenda kwa chumba cha mwalimu mmoja kutoka kule Marekani. Na kweli nilipofika jioni nikakuta wanaandaa meza. Na nikapokezwa kule sitting room. Na walipomaliza kuandaa meza, mke akaita mume wake akaketi mle nisembleni ama kunaitwa nini? Kule dining table. Aya, nikangoja niitwe, sikualikwa. Nikajipa shughuli tu, nikafumilia. Alafu walipomaliza basi akarejelea mahali nilikuwa nimekaa, na wakaniambia tunaomba radhi kwamba hatukukuwa na notice ya kwamba unakuja, na ndiyo sababu hatukuweza kukaribisha pale mezani. Can you feel with me? That's how I felt. Na nikasema ni sawa, I'm sorry, nilikuwa nimetembea tu. Lakini siku ya leo napenda tuzungumzie kuhusu mmoja aliyetukaribisha kwa meza. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja aliyetukaribisha na anaendelea kutukaribisha mpaka leo hii. Huyo hafanani na hao wapenda rafiki zangu. Hahitaji notice. Yeye anatuambia karibu mezani. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninapenda tuzungumze tunaposoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 kwenda chini. 1 Corinthians chapter 11 verse number 23 going downwards. Nitasoma mistari michache pale na tuweze kutafakari pamoja. Maana mimi nilipokea kwa Bwana yale maagizo niliyowaachieni, kwamba usiku ule Bwana Yesu alipotolewa alitoa mkate, akamshukuru Mungu, akaumenga, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe cha divai, akasema, hiki ni kikombe cha agano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa kunikumbuka. Maana kila mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mwatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Kwa hiyo kila aulaye mkate huu au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili atakuwa na hatia dhidi ya mwili wa damu ya Bwana. Basi kila mtu anjichunguze kwanza, ndipo ale mkate huo na anywe kikombe hicho. Maana anayekula na kunywa bila kutambua maana ya mwili wa Bwana anakula na kunywa hukumu yake yeye mwenyewe. Ndio maana wengi kati yenu ni dhaifu na wagonjwa, na wengine kadhaa wamekufa. Kama tungejichunguza wenyewe vizuri, hatugeadhibiwa hivyo. Lakini tunapohukumiwa na Bwana, tunafunzwa tuwe na nidhamu ili tusije tukahukumiwa pamoja na ulimwengu. Kwa hiyo ndugu zangu, mnapokula meza ya Bwana, kila mmoja amngoje mwenzake, na kama kuna yeyote aliye na njaa na ale nyumbani kwake, ili kukutana kwenu kusisababishe hukumu, Na Paulo anamalizia kusema, lakini kuhusu yale mambo mengine nitawapeni maelezo nitakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mungu wetu kwa neno hili liko mbele zetu. Ninaomba Bwana ukazungumze nasi.
katika njia ambayo kila mmoja wetu ataweza kuelewa na kujua kwa utukufu wa jina lako. Hivyo Bwana, nitumie kama chombo chako, nipe nguvu na uwezo. Kubali Bwana kunitumia jinsi upendavyo, kwa jina la Yesu Kristo Mungu tumeomba na kuamini. Napenda nizungumze kuhusu kichwa cha somo hilo ambalo nimesoma, karibu kwa meza. Karibu kwa meza. Come to the table. Wapendwa, siku ya leo ni siku ya kipekee na ni siku maalum ambapo tumepata mwaliko wa kiutaua. We have a divine invitation. Na Yesu Kristo mwenyewe ambaye ameandaa meza kwa ajili ya kila mmoja wetu. Meza ambayo sio tu mtindo wa kindini, it is not a ritual, bali ni meza ambayo inaleta utofauti na mabadiliko katika maisha ya kila Mkristo. Meza ambayo inabadilisha hatima zetu, meza ambayo inatujenga. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu siku ya leo ninapenda nizungumze juu ya meza hii ambayo tumepata mwaliko. Ni meza ya aina gani? Ni meza ambayo inaleta utofauti wa aina gani katika maisha yetu? Asante mchungaji. Na meza hili lina mambo manne ambayo siku ya leo ningependa kuzungumza. Ninapokuambia wewe na mimi, karibu mezani. Meza ambayo imeandaliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la kwanza ni meza ya kumbukumbu. It is a table of remembrance. Ni meza ya kumbukumbu. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu mstari wa 23 mahali tumeanzia kusoma, Biblia imesema wazi kabisa, kwanza kuanzia mstari hata wa 19 kule nyuma. Maana mimi nilipokea kwa Bwana yale maagizo niliyowaachieni, kwamba usiku ule Bwana Yesu alipotolewa alitoa mkate, akamshukuru Mungu, akaumenga, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Moja wapo ya sheria ambazo Yesu Kristo aliachia wanafunzi wake pamoja nasi ni kwamba tunakumbuka kifo chake msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema kwa ibada ya Kiingereza ya kwamba Yesu Kristo aliyetuachia vitu viwili kama kanisa vya umuhimu mkubwa ambavyo lazima tuziendelee kuzifanya hadi siku atakapokuja. Na jambo la kwanza, alituachia ubatizo. What we call church ordinances and sacraments. Ubatizo. Hakuna Mkristo yeyote ambaye amekubali kumfuata Yesu Kristo anapaswa kuishi kama hajabatizwa. Ingawaje ubatizo haimaanishi ya kwamba umeokoka, ama haimaanishi ya kwamba ni wokovu, ni ishara kwamba umeokoka. Baptism is a public confirmation. Ni jambo la kudhibitisha mbele ya umati ya kwamba wewe umekubali kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo. The second ordinance ni meza ya Bwana. Kwa sababu meza hii inatukumbusha, ni meza ya ukumbusho, ili usije ukajidanganya wakati mwingine ya kwamba kuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza pata wokovu pasipo na kuamini yale Kristo alitenda msalabani. It is a table of remembrance. Meza ya ukumbusho. Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Do this in remembrance of me. This table reminds us that Christianity is not based on our performance. Inatukumbusha kwamba Ukristo wetu haujajengwa kwa misingi ya yale mambo ambayo tunafanya. Sio kwa sababu ninahubiri mimi ni Mkristo. Sio kwa sababu wewe umechaguliwa kuwa mzee wa kanisa. Sio kwa sababu wewe ni muimbaji. Sio kwa sababu wewe unahudumu na kile kikundi unachohudumu. We are Christians because Jesus paid it all for us on the cross. Inatukumbusha ya kwamba sio kwa sababu ya kazi zetu nzuri, ni kwa sababu Kristo alijitoa kama dhabihu kutuletea wokovu. It is a table to remind us that. Ni meza kutukumbusha hayo. Meza hii inatukumbusha kabisa mwili wa Yesu Kristo
mwili uliovunjwa kwa ajili ya kuletea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama ningelikuwa na screens ningeomba media team waniwekee Isaiah 53 na mstari wa 5. Lakini unaweza kusoma pale nyumbani. Kupitia mapigo ya Yesu Kristo msalabani tulipata uponyaji wa kiroho, lakini pia hata uponyaji wa miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. We remember his body that was broken for our healing, and we find healing on that gracious act of his death on the cross. Tukumbuka damu yake ambayo ilimwangika msalabani kwa ajili ya kutuosha sisi ili tupate msamaha wa dhambi. We remember the blood of Jesus Christ that was shed on Calvary for our forgiveness. The Bible says actually there's no forgiveness without the shedding of the blood. Hakuna msamaha pasipo na umwangikaji wa damu. Haya ndio ambao yalikuwa yanaendelea kule kwa taifa la Israeli. Among the Jews, walikuwa wamefundishwa katika sheria ya Kiyahudi ya kwamba hakuna msamaha pasipo na umwangikaji wa damu. Mimi naonanga Afrika za zingine tuko na hizo tabia Kijana hapa akijaribu kumkosea baba yake, msichana anamkosea baba yake ama mama yake, hawezi kupata kusamehewa. Wazee wasipoketi na mzee achinjiwe mbuzi. Anaweza asifiwe. Ama mnafikiri hiyo ni ile culture ambayo mnataka kutupa kila kitu? There is no forgiveness without the shedding of blood. Na damu ya Yesu Kristo ndio iliyomwangika ili ituletee msamaha. Unajua kuna watu wengine nazungumza na wao hapa na waongeleshani na wazazi wao kwa sababu walihitaji kuchinjia baba yake mbuzi. Enda uchinje ili usamehewe. Hata Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Pasipo na umwagikaji wa damu hakuna kusamehewa. And so we remember his blood. We remember his blood. Tunakumbuka upendo wake ambao uko kwa ajili ya kila mmoja wetu. Haijalishi wewe ni Mwafrika, haijalishi wewe ni Mwamerikani, haijalishi wewe ni Muhindi, haijalishi wewe ni nani, inatukumbusha juu ya upendo uliopo kwa ajili ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu tumetoka jamii ambazo hatujui upendo. We don't know what love is because we have never experienced love. There is a perfect love from God himself. Bwana Yesu asifiwe. Inatukumbusha neema. Inatukumbusha kuhusu neema ambayo inatuletea wokovu. Neema ambayo kwa sisi tumekubalika naye Mwenyezi Mungu. Sio kwa sababu ya matendo yetu ya haki, sio kwa sababu ya wema wetu, but it is out of his grace and mercy that God admitted us into his family and we are called his sons and daughters. Inatukumbusha mambo mengi. But the point is this. Hii ni meza ya ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao kabisa wameokoka, inakukumbusha mambo mengi. Kwa kwamba haukuwa vile ulivyo. Wewe haukujua kupenda, ulifundishwa kupenda naye Mwenyezi Mungu. Haukuwa mtu wa rehema kwa watu, haungeweza kuwa kind and merciful to anyone. But because of your relationship with Christ, you have been taught to be kind and merciful. If for sure you are born again, for church goers, it is a good story to listen to. Kwa wale ambao ni kanisa tunakuja tu, hiyo ni hadithi nzuri tu ya kufurahia. But I'm telling you, ikiwa umekutana na neema hili lake Mwenyezi Mungu, una jambo la kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tunaalikwa kwa meza ya kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili ambalo ningependa kuleta kwetu ni kwamba ni sio meza tu ya kumbukumbu, lakini pia ni meza ya kujichunguza. Ni kwa meza ya kujichunguza. Yesu Kristo amesema karibu kwa meza ya kujichunguza. Mstari wa 27, 26.
27 kwenda chini inasema, acha nianzie mstari wa 26, maana kila mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki mwatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja. Kwa hiyo kila aulaye mkate huo au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, ndipo ale mkate huo na anywe kikombe hicho. Ni meza ya kujichunguza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninajua kuna mambo mengine mengi ambayo, and I will still go back to my point, kuna mambo mengine mengi ambayo kwa kanisa letu tunayafuata, lakini vizuri kuwa wazi kabisa. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kuwa haki kabisa wewe umefanya ni kwamba una uhusiano na Yesu Kristo. Lakini kwa sababu hatutaki hao watu wana practice private faith, ni lazima pia uwe umebatizwa na umekuwa admitted kwa ushirika wa kanisa la AIC. Those two are very key. Ili tusione kama ni jambo la kila mtu, lakini pia ni jambo la kujioji, ni jambo la kujichunguza zaidi ya mambo hayo. Those are the bare minimums. There are many areas. Na ndio sababu Paulo anasema kila anayepokea mkate na kikombe hiki ni lazima ajichunguze. Bwana Yesu asifiwe. Hatuji mbele zake Mwenyezi Mungu tukiwa na roho zenye hawezi kusamehe, unforgiving spirit. When you realize you are struggling with that, we take it to him. Hatuji mbele zake Mwenyezi Mungu na roho za kiburi na kujiona sisi ni watu wa maana kuliko wale wengine, kiburi ambacho kinaadhiri uhusiano wetu sisi na yule mwingine. Tuanze mbele zake kwa roho ya kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Hatuji mbele zake Mwenyezi Mungu na roho ambazo zimejikunja kwa sababu ya hasira. Tunalemewa na hasira na bitterness that always suffocates our lives. Tunakuja mbele zake na kuambia Mungu, unaona roho yangu ninasumbuka na hasira, Bwana nisamehe. Kwa sababu hii ni mesa ya kujichunguza. Hatuji mbele zake Mwenyezi Mungu na dhambi ambazo zimefichika. Na Wakristo sasa wale ambao wamekaa kanisani kwa muda mrefu, they know how to practice hidden sin. Tunasongea mbele zake Mwenyezi Mungu na kusema hata kama watu hawajui, mimi ninajua, wewe unajua, Bwana nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. So we come to the Lord humbly with a repentant heart. Tutasongea mbele zake Mwenyezi Mungu kwa roho ya kunyenyekea na moyo wa kutubu ili tupate kusamehewa. Kwa sababu hili ni meza la kujichunguza. Kama vile mtumishi wa Mungu Daudi alivyoandika kitabu cha Zaburi ya 139 na mstari wa 23 na 4. Biblia inasema hivi: unichunguze Mungu, unijue moyo wangu. Unipime, uyajue mawazo yangu. Uangalie kama mwenendo wangu ni mbaya. Uniongoze katika njia ya milele. Tafsiri ya Kiingereza katika Amplified Version inasema hivi: search me thoroughly, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts, and see if there is any wicked or hurtful way in me, and lead me in the way everlasting. Ni meza ya kujichunguza. This is what I want you to get very clearly. Sio meza ambayo utaonekana kuwa mkamilifu. It is not about being perfect. It is about being honest. Sio mambo na kuwa mkamilifu, ni mambo na kuwa wazi mbele zake Mwenyezi Mungu. Because none of us will match the standards of God's perfection. Biblia inatuambia kwamba ikiwa tunasema katika mioyo yetu sisi hatuna dhambi, tunamfanya Mwenyezi Mungu kuwa muongo na ukweli haumo ndani yetu.
Lakini ikiwa tunaziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu wa kutusamehe na kututakaza na kutuosha. And so it is a question of how honest are you as you dine on the same table with the Lord. It's not the question of how perfect you are. Religion has taught us, dini wakati mwingine inatuonyesha vile watu wengine walio wabaya na vile wewe ulivyo mzuri. It is not true. It is a question of how honest are you before your Lord. Na ndiyo sababu inaitwa meza ya kujioji na meza ya kujichunguza. Why am I talking about honesty? It is because you know yourself 100%. And God knows you 100%. And remember, the invitation is into his table. So, since you know yourself, and the one who has invited you knows you, you will only better be honest with yourself and with him. Bwana Yesu asifiwe. Ni meza ya kujichunguza. Kwa hivyo kama vile Daudi anasema, tunampa Mwenyezi Mungu nafasi ya kutuchunguza. Anapotuchunguza ni kama taa inamulika. Anamulika, anakuonyesha dhambi ambayo umefunga katika moyo wako. Anakuonyesha, anakuambia wewe umepambana na chuki. Anamulika, unaona chuki, unaambia Mwenyezi Mungu, ni kweli mimi nimekuwa na shida ya chuki, nisamehe. He is being honest. Anachunguza, anaona wewe unang'ang'ana na dhambi ya immorality. Unamwambia ni kweli Mwenyezi Mungu, ninalemewa, ili unanizidia, Baba nisamehe. That is what we are talking about. It is not about you are perfect or you are not perfect. It is about how honest you appear before your maker. Ni meza ya kujitoa kwake. When the Lord points us to our areas of struggle in our faith, we surrender. We surrender and say, Lord, najitoa, I surrender to you and I admit that I need your help. Ninahitaji msaada wako. Bwana nisaidie. Niumbe upya tena, ili mambo ambayo yamenilemea unisaidie kuyaepuka. It is not about perfection. It's about honesty. But how many times do we pretend before God? Ni meza ya kuchunguza. Jambo la tatu, ni meza ya umoja na ushirika. Ni meza ya umoja na ushirika. It is a table of unity and fellowship. Sio tu meza ya kukumbuka ama ya kumbukumbu, sio meza ya kuchunguza, pia ni meza ya umoja na ushirika. Mahali ambapo tumesoma, ndarudi nyuma kidogo tu, sura ya 10 kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mstari wa 14 hadi mstari wa 17. Although mimi ninalenga sana mstari wa 17. Mstari wa 14 kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 inasema, kwa hiyo wapenzi wangu, epeni ibada za sanamu. Naongea nanyi watu wenye busara, jiamulieni wenyewe hiyo nisemayo. Tunapomshukuru Mungu kwa kikombe kile cha baraka, je, huwa hatushiriki damu ya Kristo? Na tunapoumega mkate, je, huwa hatushiriki mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate huo ni mmoja, sisi igawa ni wengi, tu mwili mmoja, maana zote twashiriki mkate huo. Bwana Yesu asifiwe. In other words, Paulo anasema, tunapokaribishwa katika meza ya Bwana, tunaushiriki mkate mmoja, kwa sababu sisi zote ni mwili mmoja. Haijalishi wewe ni wa AIC, wewe ni wa Katoliki, wewe ni wa kanisa gani, as long as umemwamini Yesu Kristo, wewe ni mmoja wapo ya mwili wa Kristo.
Na Paulo akang'ang'ana sana. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12, kitabu cha Warumi amezungumza tena kuhusu umoja, ya kwamba sisi wote vile tulivyo, kila mmoja wetu ni kiungo cha mwili wa Yesu Kristo, kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Na tunaposhiriki meza hii ambayo tumeandikwa na Bwana Yesu Kristo, tunashiriki katika meza ya umoja na ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Holy Communion is not a personal and a private affair. It is a communal meal. Na ndio sababu, sina muda wa kurudi kwa haya mambo yote, ndio sababu Paulo alipoona ya kwamba watu wa Korintho walikuwa wanabeba chakula nyumbani. Kila mmoja, wale walipika githeri jana anakuja na kasuku yake ya githeri, waliopika ungali, mchele, chapati. Wanaopenda matunda, watermelon yako, mandizi. Na sasa wakati wa meza ya Bwana, kila mmoja anaketi kwa kona yake na rafiki yake, wanaanza kukula kuku. Na kuna mwingine kazi haikupatikana wiki iliyopita, hakuja na chochote. Paulo anawauliza, ni nini hii mnafanya? Kama ni njaa mnayo, na ndio sababu hapa anasema kila mtu ale nyumbani kwake, ili tukija katika meza hii tuwe na umoja na ushirika. Na ndio sababu anawaambia tunapaswa kungojeana ili tushiriki pamoja, kwa sababu hii ni meza ya ushirika na umoja. Bwana Yesu asifiwe. We come together as the body of Christ. Tunakuja pamoja kama mwili wa Kristo. Tunaumega mkate na kikombe pamoja, ishara ya ushirika. Na zote tunakubali ya kwamba sisi ni kitu kimoja, regardless of our differences. Bwana Yesu asifiwe. Ni meza ya ushirika. And when we partake the Lord's table together, we are proclaiming the unity of the body of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kule kujionji, ikiwa wewe una shida ku accommodate watu fulani kwa sababu you are biased, because that is what disturbs us, drop down your bias level. Drop down. Because for heaven's sake, hii ni meza ya Bwana, sio meza ya nyumbani kwako. Na kwa hivyo ni lazima tukuze umoja na ushirika pamoja kila wakati tunaposhiriki meza ya Bwana. Kwa sababu meza ya Bwana ni mwaliko wa kutembea pamoja kama mwili mmoja wa Yesu Kristo. Na jambo la nne, sio meza tu la kumbukumbu, sio meza tu ya kujichunguza, sio meza tu ya umoja na ushirika, lakini pia ni meza ya tumaini. Ni meza ya tumaini, ya kwamba ni meza ya kuendelea kukuza tumaini tulio nalo katika Kristo. Mstari wa 26 wa Korintho wa kwanza sura ya 11, Biblia inasema, maana kila mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mwatangaza kifo cha Bwana mpaka atakapokuja, hadi atakapokuja. Ya kwamba kila tunapopokea mkate na kikombe, hatuangalii tu nyuma miaka zaidi ya 2000 ambao Yesu Kristo alitukomboa, which is true. We look back to those years, but we also look forward to his coming. Twatangaza kifo chake hadi atakapolijia kanisa lake. And that is where hope comes in. Tumaini letu sasa linajia pale tunapotazama kwa hamu siku ya kuja kwa Bwana. And I've defined this and still remind us, hope is an assured expectation. Tarajio ambalo limehakikishiwa. Sisi tumaini tulio nalo ni tumaini ambalo limehakikishiwa, ya kwamba vile Yesu Kristo alipoenda hivi ataja kwa ajili ya kanisa lake. Na tunaposhiriki kwa meza, we are looking forward. Bwana Yesu asifiwe. And I know we like the 2000 years back, kwa sababu tulisamehewa.
kwa sababu tulikombolewa, kwa sababu tuliokolewa, kwa sababu tulikubalika, kwa sababu tulipendwa. Lakini mpendo, wacha nikuambie hivi, hayo yote yalifanyika kwa sababu Mwenyezi Mungu ana kusudi na maisha yako. Angependa kuishi na wewe milele na milele katika ufalme wake. Kwa hivyo tunaposhiriki meza hii ni njia ya kukumbusha ya kwamba ni lazima tuzidi kuimarika katika tumaini tulio nalo katika huyu Kristo. If we live this life without the hope of the second coming and the rapture of the church to live with Christ in eternity, we are losing time and opportunity. Tumaini letu ni kwamba Yesu Kristo yuanja hivi karibuni. Niangalilie mwenzako, sipendi kufanya hivyo lakini wakati mwingine huwa nafanya. Angalia jirani yako. Does he look excited when he hears of Christ's return? Just look, I didn't say you talk. You need to get the instruction clearly. You're just looking at them. Do they look excited? Because friends, why we are enduring and persevering in our faith is not because of the 2,000 years ago. It is because we have a hope of his coming. Tunayo matumaini ya kwamba yuanja na yuaja hivi karibuni. Wewe uko tayari kupokelewa na Bwana Yesu? Hii haijalishi una pesa ngapi kwa account na mfuko. Haijalishi ulizaliwa wapi kwa ulimwengu huu. Kile kinajalisha hapa ni je, wewe umekuwa na uhusiano na Yesu Kristo na umeshikilia hiyo tumaini la kumngojea aje. Ninajua wakati tunaona mambo mengi yanaendelea kufanyika katika nchi yetu na nchi zingine, tunaanza kujiuliza kwani huenda tumekaribia, na jibu ndio tumekaribia. Hata usingangane kuuliza. We are nearer to the second coming of Jesus than we were 2,000 years ago. And I want to tell you, you may not last to wait and see Yesu Kristo aje unaweza kuondoka. Je, utakaposimama mbele yake utamwambia nini? We must be strong in our hope of his coming. So hatutangazi tu kifo chake, tutangaza pia kuja kwake. Bwana Yesu asifiwe. The communion looks back to the cross, but it also looks forward to his return. It's a foretaste of our heavenly banquet. Ni njia yetu ya kuonja tu itakavyokuwa karamu ya Bwana siku ya kuja kwake. Kitabu cha Ufunuo sura ya 19 na mstari wa 9. Revelation chapter 19 and verse number 9. The Bible says, na napenda nisome kwa tafsiri ya Kiswahili. Revelation chapter 19 and verse number 9. Neno lake Mwenyezi Mungu linasema hivi: kisha malaika akaniambia, andika haya, heri wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Blessed are they that were invited into the banquet of the Lamb of God. Walioalikwa. Kumbuka, we are talking about karibu kwa meza. Come into the table. Heri walioalikwa. Na kwa hivyo tunapopokea meza ya Bwana, inatupa kuonja tu kwa mbali vile itakavyokuwa karamu ya Bwana, karamu ya mwanakondoo atakapolijia kanisa na kuketi pamoja naye katika meza ya ushindi. Our hope is not for this life. Our hope is eternal. Matumaini yetu sio ya hapa duniani. And let me tell you, you will never get everything that you need in this life. You will not. Because that is not assured. But for what is needed for us to enter into the kingdom of our Maker, everything has been prepared and has been given to us. That is our hope in Christ Jesus. And I'm talking this way so that we do not treat this as a religious exercise. It is not. It will never be, because it has never been. Ni meza
ya tumaini. Kwa hivyo wapendwa, nawaalika mara tena, karibu kwa meza ya Bwana katika hali ya kumcha Mungu. Karibu katika meza ya Bwana katika hali ya shukrani. Karibu kwa meza ya Bwana na roho ya umoja na ushirika. Karibu kwa meza ya Bwana ukiwa na matumaini na unaendelea kudhibitika katika matumaini haya. Kwa sababu wapendwa, meza hili sio ya wale ambao ni wakamilifu. Meza hili ni wale ambao walikombolewa. Hili ni meza la wale watu ambao wamekombolewa na Bwana. Na hili sio meza la watu wenye kiburi, ni meza la watu wenye roho za unyenyekevu. Sio meza ya watu wenye nguvu, ni meza ya watu ambao wameendelea kushikilia Yesu Kristo na tumaini lao limejengeka kwa tendo lake la neema pale msalabani, na wanamngojea siku ya kuja kwake. Meza hilo ni lako. Meza hilo ni langu. Kama mimi ni huyo, sio yule ambaye amekamilika lakini amekombolewa. Sio kwa yule aliye na nguvu zote na uwezo wote, ni kwa yule ambaye ameshikilia Bwana. Na sio kwa wale ambao wana kiburi cha maisha haya, ni wenye kunyenyekea kwa sababu tumekombolewa kwa neema na rehema zake Mwenyezi Mungu. Hivyo karibuni kwa meza. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu ya kutukaribisha katika meza yako. Meza ambayo ni meza ya kumbukumbu, ni meza ya kujioji, ni meza ya umoja na ushirika, ni meza la tumaini. Tunapopokea mkate na kunywa kikombe hiki siku ya leo, Baba, ninaomba meza yetu ikawe imeambatana na mapenzi yako. Ni kweli hatujakamilika na hatutawahi kamilika, na ndiyo sababu unatuambia tujioji. Tunatubu makosa yetu, tunatubu dhambi zetu, tunatubu ili Bwana ukatusamehe. Tunazidi kuimarika katika tumaini letu. Labda uko hapa na wewe unaposikia karibu kwa meza unajiangalia na unasema wewe hauna uhusiano kabisa na huyu Yesu Kristo. Na waje anakualika, wewe hauna uhusiano na yeye. Siku ya leo unaweza kuanzisha uhusiano wako na yeye na ukaribia katika meza yake. Je, uko pale na unasema siku ya leo ningependa kuwa na ushirika na huyu Bwana wetu Yesu Kristo, ili ninapokaribia katika meza yake niwe na utumaini tunaolizungumzia. Je, uko pale na unasema leo ndio siku yangu? Swali la pili, labda uko hapa unapojichunguza unaona maisha yako iko messed up. Maisha yako haina kitu chochote ambacho unaweza kufurahia kwa sababu maisha yako haijakuwa sawa. Unapojichunguza unajiona kwamba hakuna vile unaweza kukamilika, na unasema mchungaji, omba nami ili Bwana akaweze kunikumbuka. Nyosha mkono wako tuombe na wewe, kwa sababu wewe unajijua na unajua Mwenyezi Mungu anakujua. Asante kwa mikono hiyo ambayo imeinuliwa. Asante Mungu wetu kwa sababu ya watumishi wako ambao wanapojiangalia, wanapojichunguza, wanaona kwamba maisha yao haifikii kabisa. Mungu wetu, wewe umetuambia hata kama dhambi zetu ziko mingi namna gani, Mungu wetu, damu yako inaweza kutusafisha. Hivyo ninaomba Baba yetu wa mbinguni, neema yako ikatende kazi juu ya maisha ya watumishi wako. Yale yote ambao wanaona wametenda, labda mengine hawawezi hata kuyasema mbele za watu, ninaomba Bwana siku ya leo ukawahakikishie ya kwamba neema yako inawatosha na utawasafisha na kuwaosha kutokana na udhalimu wote na kuwakubali tena katika nyumba yako. Kwa sababu hilo ndilo neno lako katika maisha yetu. Bwana, wasamehe, watakaze Bwana walioinua mikono yao. Hilo ni hatua ya imani. Bwana, tenda nao kulingana na kipimo cha imani walio nao mbele zako. Wale waliolemewa kwa kuongopa na wanaamini maombi hayo, vile vile ninaomba Bwana neema yako ikawafikie. Na zote tunapopokea mkate na kikombe siku ya leo, tukubali ya kwamba hakuna mmoja aliye mkamilifu, lakini tunaleta mioyo yetu wazi mbele zako. Tunaleta mioyo yetu wazi mbele zako ili Bwana utusamehe.
Nisamehe Mungu wetu kama mtumishi wako, kwa sababu si kwamba mimi nimekamilika. Nisamehe dhambi zangu Bwana. Samehe wapendwa hawa ambao umenipa kuzungumza nao siku ya leo, wanaotubu mbele zako Bwana, wasamehe. Na siku ya leo, may you embrace them once again and tell them, welcome home my son and my daughter. Tusamehe Bwana. Na tubariki tunaposhiriki meza pamoja. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Natumai kila aliyekusudia kupokea amepata. Basi neno lake Mwenyezi Mungu linatuambia hivi: maana mimi nilipokea kwa Bwana yale maagizo niliyowaachieni, kwamba usiku ule Bwana Yesu alipotolewa alitoa mkate, akamshukuru Mungu, akaumenga, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Tupokee mkate ambao ni mwili wa Yesu Kristo tunapokumbuka kifo chake. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe cha divai, akasema, hiki ni kikombe cha agano jipya linadhibitishwa kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mnapokunywa kwa kunikumbuka. Tupokee basi kikombe, damu ya Yesu Kristo tunapokumbuka kifo chake. Bwana Yesu, tunaja kwenye meza hii kwa unyenyekevu mwingi katika mioyo yetu. Asante kwa kujitoa dhabihu ili tukapate kusamehewa na kukombolewa. Tujaze upya Roho wako Mtakatifu ili tunapoishi Mungu wetu ulimwengu huu tuishi kwa umoja na ushirika, ili tuishi kama mwili wako, watu ambao wamekuamini. Tuishi mioyo yetu na imani yetu na tumaini letu adhuhuri ya leo, jinsi ambavyo tumepokea kwa pamoja. May you revive our hearts, rekindle our faith and our hope in you Jesus Christ, ili Bwana Mungu wetu na Baba yetu tuishi kama watu walio na tumaini. Tuzidishie neema Bwana katika shughuli na maisha haya, ili tunapojikuta katika hali ya kulemewa na mtindo na tabia ya dhambi, Mungu wetu utupe ushindi kupitia nguvu za Roho wako Mtakatifu, ili tuishi kama washindi katika imani yetu. Tubariki Mungu wetu, zidi kutukumbuka, zidi kututenda mema, zidi kutuimarisha, maana tumesongea katika meza yako kama vile ulivyotualika. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu tumeomba na kuamini. Amen. Amen.